Natoka kampuni inaitwa People Builders. People Builders tunajihusisha na kujenga watu. Brother, unaitwa nani brother? Mbaruku, si ndio? Yes, bwana Mbaruku hapa ni faida kubwa iwapo akaweza kuexpress full expression, si ndio? Tukisema full expression ni sasa na ua ambalo linakuwa lina rangi zake zote zitoke na watu waweze kufurahia zaidi. Ukiwa na ua ukaliweka humu ndani, rangi zake zote zinaweza zitoke. Kama unasemaje? Ile ukiliweka pale kwenye jua likapata mwanga mzuri wa jua, linaweza likashine. Lengo letu la kuja kuwa encourage nyinyi kusoma vitabu ni kukusaidia kufanya full expression. Sawa, mwambie jirani yako full expression. Yani full expression. Wewe jiulize tu kwamba sasa hivi umeshatumia uwezo wako kwa asilimia kiasi gani? Yani umeshaji challenge to how much extent? Kwamba sasa hivi ndio mwisho, kwamba brother unaitwa nani? Mohamed. Unafikiri kwa asilimia ngapi umeshatumia uwezo wako mpaka sasa hivi? Capability kabisa to the limit. Kama asilimia 65. Kama 65, si ndio? Amesema 65, lakini maybe ni below that. Kwa sababu anaweza kufanya mambo makubwa zaidi, dunia nzima ikamjua. Unaona? Sasa sijajua kama Tanzania watu wangapi dunia hii, na Tanzania hii tu peke yake wameshakujua sasa hivi. Unaona? Yupo mtu mmoja anaitwa Nobel, anaitwa Martin Luther King. Wangapi tunataka kumsikia mtu anaitwa Martin Luther King? Hebu nyosha mkono hapo tuweze kumsikia bwana. Yes. Huyu bwana alikuwa ni Marekani mweusi. Alikuwa ni pastor. Yeye alipokuwa na umri wa miaka 35 alipata Nobel Prize ya Peace Prize. Alikuwa anapambana sana kuhusu civil rights za watu wa Marekani wenyewe na dunia nzima kwa ujumla, popote pale unaonevu. Alikuwa anapiga kelele sana yule bwana. Kwa hiyo he was so dedicated kwenye kazi yake. Alipofikia umri wa miaka 35 alipewa Nobel Prize. Miaka ya 50 alipewa zawadi ya dola 50,000. Hivi dola 50,000 sasa hivi ni shilingi ngapi? Sasa hivi dola moja tuna exchange kwa shilingi ngapi? Imeshafika 3,000, 2,700. Kwa hiyo almost karibia milioni 160, si ndio? Yeye hiyo fedha aliamua kuigawa kwa ajili ya shughuli tu za civil movement. Miaka hiyo ukiconvert kwa hela sasa hivi ni zaidi ya bilioni, kwa sababu Nobel Prize sasa hivi hela wanayopewa ni kubwa sana. Lakini ni nini? Moja ya sifa ya Martin Luther King, alikuwa anapenda kusoma vitabu. Hauwezi kufanya mambo makubwa kuichallenge dunia bila kusoma nini jamani? Vitabu. Kwa sababu kichwa ndio engine. Na ndio maana ukikaa kwenye bodaboda unavaa kofia wapi jamani? Kichwani. Kwa sababu nguvu yako iko kichwani. Marekani waliwahi kwenda Iraki, wanamfuatilia engineer mmoja wa masuala ya nuclear. Yaani inatumwa ndege, wanapanga mipango kwenda kumshambulia mtu huyu tu mmoja. Kwa sababu gani? That man ana kitu wapi? Kichwani. Sasa dedicate yourself to make yourself someone ambaye kila siku anazidi kugrow. Yaani kama mshahara unalipwa sasa hivi, hakikisha wanakupunja. Na si kwamba serikali inaipunja. Unajua kuna mtu anaweza kawa hapa kumbe anapunja kutokana na anachotoa ni kidogo kuliko anachopewa. Hakikisha kwamba yani una deserve mara 20 kuliko hela unayolipwa. Ili ikiwezekana ifikie mahali ukitangaza kwamba anaondoka na SSF, kikao cha management wakae. Waseme Mbaruku anataka kuondoka. Tufanyeje Mbaruku, tuongeze mshahara? Maana shirika tayumba, si ndio? Kwa namna tu, angalieni kwenye mpira kuna mchezaji hapa alikuwa anaitwa Mayere, alikuwa anacheza timu gani alikuwa anacheza yule bwana? Aliposema anaondoka, kukawa na challenge kidogo, mambo inakuaje, tunamzuia vipi asiondoke, si ndio? Kwa sababu ya umuhimu wake. Tafuta namna ya kuwa muhimu tu. Sasa kuna vitabu hapa ambavyo vinaweza kukusaidia sana kuweza kuchallenge. Kwa mfano, kuna mwandishi mmoja ameandika kitabu kinasema The Law of Success. The Law of Success. Bwana mmoja anaitwa Napoleon. Wenzetu bwana wakitaka kufanya kazi anafanya miaka 20 utafiti kabla kitabu hakijatoka. 20 years. Hii ni combination ya vitabu vinne. Kuna the red book, the blue book, the green book na kitu kingine. 4 books. Kwa wale ambao mnawaza kwamba bwana hii hapana, hapa nilipofikia bado. Hapa nilipofikia bado. Soma kitabu hiki. Nilikuwa nimeenda Mbeya na nilikuwa nafanya presentation kwenye management ya Benki Kuu ya Tanzania pale branch ya Mbeya. Watu wa pale, kuna mama mmoja mtu mzima sana akaniambia bwana Mwigulu Nchemba alikuwa anafanya kazi hapa Benki Kuu na mimi nilikuwa bosi wake. Lakini kitu ambacho nilinote kwa Mwigulu Nchemba kila wakati akija ana kitabu.
Kumbe jamaa alikuwa na malengo tofauti. Leo hii ndio bosi wao, Wizara ya Fedha. Kwa hiyo vitabu vina tabia ya kukupromote na haijalishi umri. Yaani haijalishi umri, ndio maana kuna watu ambao huwa wazeeki. Ana hekima na busara hata kama ana miaka 60 na miaka ngapi, yuko vizuri sana. Kwa sababu muda wote kichwa chake kinafanya jamani. Alafu kuna watu hapa wana miaka 50 ndio anajiita mimi mzee bana. Kuna mtu ana tabia hizo hapa nani? Hapa ofisini anajiita mzee, ana miaka 50 alafu anajiita mzee bado kabisa. Oh, this is one of the book my friends I do encourage you to read. Lakini pia kwenye connection hii ni issue ya leadership. Wanakuambia kwamba leadership is everything. These are 21 irrefutable laws of leadership. Follow the laws and the people will follow you. Sawa? Follow the laws and people will do what? Hiki kitabu nikikiachia sasa hivi kinaenda juu au kinaenda chini? Kwa nini? The law of gravity. Sasa there is a law for everything. Yaani nature ilivyo, dunia katika kustadi tumeshagundua kuna law kwa kila kitu. Kuna law, the law of electricity. Si ndio? Kuna the law of marriage. In order for a marriage to work, there are laws to be followed. Wao mnasema? Unaweza kuona mtu ana struggle kumbe baadhi ya law hazielewi. Na ndio maana kitabu kama hiki pia kinaweza kuokoa ndoa ya mtu hiki hapa. Kuna watu wanapanda vyeo kwa sababu anajua laws. Anajua jinsi gani ya behave. Akiwa kwenye vikao anatakiwa afanye nini. Sijaona mtu ana take notes hapa. A good student should have a notebook. Wao wanasemaje? Kwa sababu huwezi jua kamsari kamoja kakatoka kale ndio kakafanya kila kitu kikabadilika. Mimi mtu wangu aliniambia kwamba take what? Take notes. Don't trust your memory. Don't trust your memory. Then don't make your brain a briefcase. Kwa sababu gani? Watoto na wajukuu zako hawako hapa. Watakuja kukagua mzee alikuwa anafanya nini sasa? Mama alikuwa anafanya nini, si ndio? Yes. Sasa hiki kitabu kiingia ndani unaweza kukuta kwa mfano kinasema the law of respect. The law of what? Respect. People naturally follow leaders stronger than themselves. So people, in order to follow you, you need to be stronger than them. Jamani. Yaani watu ili waweze kumlale kwa mtu. Kuna watu ambao akisema jambo wanasikia mara moja. Kwa sababu wanamheshimu. The law of what? Respect. Sasa hii the law of respect hata kwenye familia. How much respect do you command? Si ndio? Iwe kwa watoto, iwe kwa mke, iwe kwa mume, how much respect do you command? How do you command kwenye mambo yako binafsi kwenye business? Una wafanyakazi wako wangapi? Wanakusikiliza kwa kiwango gani? Unaona? Ukiingia huko ndani ukakisoma kitabu kinasema the law of magnetism. The law of magnetism. Who you are is who you attract. Who you are is who you attract. Kama unaona mambo hayaendi vizuri, anza kujitengeneza wewe kwanza. Utaangalia, utaanza kuona kwamba watu wenye quality kama za kwako ndio wanakufuata. Na ndio maana utaka kumjua mtu, angalia marafiki zake tu. Ukishajua marafiki zake watano, ujue na yeye yuko hivyo. Sawa? Ndege wa aina moja wanafanya jamani? Wanaruka pamoja. Wanaopiga sigara wanajuana. Wakieni bila kumuuliza tu anajua huyu mwenzake, akapiga chemba hivi wanapeana. Sawa? Wapenda vitabu pia wanajuana. Au unasemaje? Kuna mtu leo hii yuko very excited kwa sababu ameona vitabu. Sasa tunataka tuongeze idadi ya wasoma vitabu. Mataifa yaliyoendelea, pasenti ya raia wake wanasoma. Yaani hawaachi wanapotoka shuleni. Nilikuwa natoka Zanzibar, nilikuwa nafanya utafiti kwenye boti niangalie watu wangapi wanasoma vitabu. Katika kupita kwenye boti, watu 4 wako wameshika vitabu. Kati ya hao wote nikaenda mbali zaidi kujiuliza ni watu gani hawa? 3 walikuwa wazungu. Alafu Mwafrika alikuwa mmoja. Alafu ni mimi mwenyewe, piga makofi tafadhali. Sawa? Kwa hiyo hii kacha ya kusoma, wengi tukitoka shuleni tunafanya nini? Tunatupa vitabu. Na wengine tushagawa mpaka notes. Brother, notes zako bado unazo za shule? Hongera sana. Tupige makofi brother, notes bado unazo. Kwa sababu lengo la kwenda shule sio kufanya tu mitihani, ni kupata yale maarifa ili tuyafanyeje? Tuyatumie. Lengo sio mtihani kabisa. Lengo kwamba yale maarifa tuyatumie. It is very unfortunate kwamba walimu wetu mashuleni pia hawasisitizi hilo. Unaweza kusoma theory labda kwa mfano walimu nakumbuka tumesoma chemistry, tulikuwa tunasoma mambo ya solution, making solution, kuna super saturated solution. Kumbe ile topic ilikuwa tuandaa tutatengeneza viwanda vya juisi. Nani aliambiwa na mwalimu wake kwamba bana kwa hii topic ukisoma vizuri utaweza kutengeneza kiwanda cha juisi? Nani aliambiwa hivyo na mwalimu wake? Eti basi, tumesoma chemistry. Mwalimu aliongelea hilo. Kwa hiyo walimu wetu na wao pia wanahitaji semina ya kutosha. Kwamba haya maarifa haya tumesoma kitu kinachoitwa extraction of iron kwenye chemistry kama mnakumbuka. Watu wamejitumia hiyo topic wanatengeneza viwanda vya nondo. Na ndio mataifa mbalimbali unakuta kwamba watoto wao wakiwafundisha hiyo topic wanapeleka kwenye kiwanda cha chuma.
tujue kufanya extraction ya chuma, tufanye vitu kama hivyo. Sasa ndugu zangu, hiki kitabu kinasomwa dunia nzima. Aliandika nani? Anaitwa Maxwell. Kwa miaka 50 yeye anafanyia utafiti uongozi tu. Yaani amefocus kwenye issue ya leadership. Lakini kuna issue nyingine ya malengo. Ni leader, mpaka sasa ni leader. Anaendesha makampuni 10 ya kwake binafsi. Sawa? The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big, Dr. David Schwartz ameandika kitabu. Anasemaje? Set your goals high, then exceed them. Set your goals very high, then do what? Exceed them. Na kwa mfano nikuuliza hivi, wewe uko NHIF, NCCF, uko ni CCF, kama kweli umeamua kuwa NCCF, unataka kufika wapi ndani ya NCCF? Humu ndani tukiwa na watu wengi wanawaza kuwa labda mkurugenzi wa hili shirika. Kama wewe unawaza kuwa mkurugenzi wa hili shirika, anza kutembea kama mkurugenzi. Alafu anza kuvaa kama nani? Kama mkurugenzi. Anza kuongea kama mkurugenzi. Uta attract hicho kitu. Kama kweli hilo ndio lengo lako. Kama lengo lako ni kumiliki biashara ya kwako binafsi, unataka kumiliki biashara aina gani? Weka lengo lako bila kujali hela ulizonazo. Watu wana tabia moja, anataka kuset malengo kulingana na hela alizonazo. Matokeo yake kwa sababu hela hana, anaset malengo madogo sana. Na mimi nijifunze jambo moja. Kweli hakuna shida ya hela duniani. Hakuna shida ya hela duniani. Shida ni kujua jinsi ya kucheza na nini? Na hela. Hela ziko wapi jamani? Ziko benki pale. Hela ziko benki na kila mmoja wao ana access na mkopo. Swala ni kwamba watu wa benki tu wanajiuliza mara mbili. Blazo unaitwa nani? Anwari Goronga. Anwari, ukiingia benki unataka fedha za kukopa. Wanataka tu kujua kama una qualify kukopesheka, si ndio? Itategemea unakopa kama mfanyakazi au unataka kukopa kama mfanyabiashara. Kama unataka kukopa kama mfanyabiashara utaangalia bank statement. Kwamba huyu bwana kwenye akaunti yake hela zinapitaga. Zinatoka, zinaingia, zinatoka zafaje? Zinaingia. Wakiona mzunguko uko sawa, watakupa hela kulingana na wewe jinsi ulivyo. Ukakopa milioni 50, ukarudisha, watakupa 100. Sasa hiyo ni skill. Na ndio maana nimekuletea kitabu kingine hapa kinasema hivi. Retire young, retire rich. Retire young, retire rich. Huyu bwana sasa wamempa PhD ya heshima. Kwa sababu amerahisisha kabisa swala la fedha. Amerahisisha kwamba watu wengi hawajui nini maana ya asset. Nikuulize swali, nani anaweza kanipa a very simple definition ya asset? Blaza, kwa umri wako najua utakuwa unajua nini maana ya asset. Hebu tupe kidogo. Ila rasilimali ambazo unatumika kuzalisha. Afisi asset na current asset. Okay. Za muda mrefu, za kudumu na za muda mfupi. Sawa. Safi sana. Current asset ni ipi hiyo? Current asset ni kama cash bank. Cash bank. Sio ile receipt unazopokea. Au sio? Current assets. Fixed assets ndio kama majumba, machinery nini, ndio ambavyo ni muda mrefu tunatumika kuzalisha, kuongeza ile income. Anastahili kuongezwa mshahara au mnasema? Pigie makofi blaza. Iko vizuri. Ni mwasibu. Safi kabisa. Sawa. Kwa nyongeza tu kwa hapa blaza aliyesema, umesema Mr. nani jina? David, Mr. David, King David, si ndio? Huyu bwana ameweka definition nyepesi sana ya asset. Kitu chochote ambacho kinaweka hela mfukoni. Ni nini jamani? Kitu chochote ambacho kinachukua hela kutoka mfukoni. Ni nini? Liability. Ukielewa hiyo simple definition itakusaidia unapotaka kuwa na asset mbalimbali. Unaweza kuwa unamiliki viwanja vingi sana. Lakini ndio viwanja vile unajikuta ukikaa navyo muda mrefu sana haviingizi nini? Pesa. Kwa hiyo huyu bwana anakushauri tafuta namna ya kutengeneza vitu ambavyo vinaingiza nini? Hela. Kwanza vitakupa energy, vitakupa furaha kwa sababu hela inaingia. Alafu liability ni nini? Chochote kinachochukua hela kila siku. Nyumba unayoishi ni asset au liability kama ni ya kwako mwenyewe umejenga. Kwa hiyo ukishamaliza kuijenga, kimsingi ni kwamba kwa sababu haiingizi hela kwa wakati huo, ni nini? Kwa sababu unahitaji ku maintain, kama kweli unataka kuifanya nyumba yako hiyo modern, utakuwa unapaka rangi, utakuwa unafanya nini. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanaachiwa nyumba na wazazi wao, wanakosa ada. Kwa sababu nyumba ile haiingizi nini? Haingizi hela. Lakini kuna mtu amejenga nyumba ile ameipangisha. Hiyo nini jamani? Ni very living asset. Very living asset. Sasa ukishaanza kujua hizo kitu, unakuwa na akili. Ukienda benki hautachezea hela. Utatamani na wewe hizo hela zifanye jamani? Zikusaidie.
Mimi nilikuwa naongea sana na managers wa mabenki. Wanakuambia mikopo mingi iko designed kwa ajili ya wafanyabiashara. Jinsi ilivyo. Ukikopa milioni 20 mara nyingi utakuja kurejesha shilingi. Inaweza kufika mpaka 30 huko, si ndio? Hebu jiulize na wewe, hiyo hela uliyoikopa imekuzalishia nini? Na ndio maana mfanyabiashara yake akikopa milioni 20, inawezekana hiyo kaje kuwa milioni 100. Ila sasa wewe mfanyakazi inakulazimu kuwa very careful kwa sababu hiyo hela kwa kiwango kikubwa wachache wanaofanyaje? Wanaizungusha. Na wanawapenda sana nyinyi kwa sababu gani? Hamsumbui, wanakata hela juu kwa juu. Utakuwa unaona tu kwenye statement mtu analia. Kwa mama mmoja nimeona anashika statement yake anasema hivi ni mimi kweli nilikopa? Yaani ameshakopa, mshahara umeshakuwa mdogo na anaona kama vile hela zimefanyaje? Zimeisha. Sasa ndugu zangu, ukivisoma hivi vitabu na ukaongeza na hiki cha masuala ya investment hiki. Na kama una kijana wako mkubwa, unampa zawadi. Tupeaneni zawadi za vitabu. Tunachangia sana harusi. Ukialikwa kwenye harusi hivi usipeleke vyombo. Peleka vitabu. Sawa. Zawadi. Bibi na bwana harusi anapigwa vitabu. Zawadi hiyo. Unaona? Hiki kitabu kinasema The Guide to Investing. The Guide to Investing. The Guide to Investing hiki kitabu kinasema kwamba work on your plan. Work on your plan. If you find a good plan, stick to it. If you get the right direction, even if you are going slowly, you will reach a very good destination. Kwa sababu umeshapatia nini jamani? Njia. Lakini kama plan is very wrong, no matter how much fast you are going, you get lost faster. Sawa? Na unamsema mmoja unasema kwamba if you fail to plan, you fail to do what? Kama if you fail to plan, you are preparing to fail. Yani ukishindwa kupanga, umejiandaa kufeli. Ni sasa na siku ya leo. Aliyepanga mpango mzuri wa siku ya leo atafaulu. Na ndio maana nakwambia kwamba plan your day in advance. Kwamba hivi siku ya leo, tarehe ngapi leo? It's a very big day. 14 si ndio? It's a very big day. Leo hii mpaka kumetokea kuwa mchana. Kuna vitu vizito vimetembea mpaka kumekuwa mchana. Hata wewe kuwepo leo hii ni mpango mkubwa sana. Sasa, je, hii siku unaichukulia serious kiasi gani? Siku ya leo tu. Kuna watu wanatamani tu yani leo yani sasa amelala kwenye kitanda anatamani angenyanyuka. Mambo yake yangeenda sawa. Lakini unaonekana mwenye nguvu. Halafu bado unalalamika. Yaani una nguvu na afya bado unafanyaje? Unalalamika sivyo baba. Kwa ndugu yangu soma kitabu kama hiki. Kwa mfano kinasema words that make you rich. Maneno, hata maneno unayoongea jamani kila siku maneno yanaweza kukutajirisha au yakakufanya uwe poor. The words. Words are very what? Very powerful. Anasema not protecting your asset is risky. Kuna vitu simple vidogo ambavyo ndio maana Wahindi kwa mfano Wahindi pale Dar es Salaam. Majority ya Wahindi wanakaa pale Posta. Wanakaa Kariakoo. Sawa. Wanafanya biashara zao pale. Biashara yake iko chini, yeye anaishi pale juu. Hapotezi muda. Waswahili wamejenga majengo makubwa milioni 150 kule nje kabisa. Anaamka saa 10 aje mjini. Umeona? Alafu ile jioni anakaa kwenye foleni almost masaa 4 5 anapoteza barabarani. Hiyo ni hesabu. Alafu anakaa kwenye huyo Mhindi amekaa kwenye nyumba ya National Housing. Analipa hela ndogo. Ana mkopo benki, ameshauchukua kwa ajili ya biashara. Alafu yule amekopa hela benki akaenda kujenga jumba kubwa la kufanyia jamani. Kwa hiyo ni principle ndogo ambazo tukizijua sio mbaya. Na ukijua hakuna kacha kuchelewa. Unaanzia pale ulipo kwenda mbele. Hakuna kujilaumu kwamba bana hapana. Ndio maana kuna kitu kinachoitwa kurekebisha. Kama leo nimepata idea na change. Mentor wangu mmoja aliniambia kwamba when you are working on your philosophy, it's like you are changing your direction every day until you find the certain direction you want to go. So my dear friends, mimi vitabu kwa mara ya kwanza nilipenda sana kuwa navisoma. Nilienda kujitolea kwenye kampuni moja wanaingiza dawa hapa Tanzania, dawa za binadamu. Inaitwa Menarin International. Kama umeshawasikia, wanatengeneza dawa inaitwa Fastam Gel, dawa ya maumivu. Kuna mtu ashawahi kutumia hiyo dawa? Sisi ndio tumeiweka sokoni ile pale. Kampuni mama ya hiyo dawa inatoka Italy. Wale mabwana wanafanya sana research. Alafu wanapatia makampuni mengine wafanye production. Kwa hiyo wana partnerships. Sasa mimi nilienda kuwaomba nafasi. Mimi nimesoma masuala ya dawa. Nikaomba nafasi, wakaniambia hawana nafasi. Nikamwambia can I work for free? Na hilo wazo nilipata kwenye kitabu cha retire yangu. Sasa kwamba sometimes work for free. Sometimes work to for what jamani? For free. Wakanipa dawa 5 hivi za kuweza kuzifanyia kazi, nikaongea na madaktari na nini. Nikazisoma vizuri. Nikaenda kwa nazielezea vizuri kwa madokta. Madokta wakazipenda, wakaanza prescribe kwa wagonjwa. Kwa hiyo ile kampuni ikawa inapata order kubwa. Sasa
Yule general manager Muitaliano akaniita, akaniuliza, "Jana una siri gani? Umekaa muda mfupi sana hapa lakini tunapata matokeo. Na hatujaanza kukulipa mshahara bado. Nini siri yako?" Nikamwambia, "Bana, mimi na diet tofauti kidogo." "Diet gani hiyo?" Nilikuwa na begi nikamchomolea kitabu. Nikamwambia, "Hivi vitu vinanisaidia mimi ninapofanya shughuli zangu." Akafurahi kweli, akaitisha kikao kama hiki, akawauliza wenzangu, "Wangapi tunasoma vitabu?" Nikaona watu wengi hawasomi nini? Hawasomi vitabu. Sasa wenzetu tunajua ku appreciate. Nikauliza swali moja, kama nina passport. Akasema passport nina. Tunakupa trip ya wiki 2 Ulaya. Kwa mara ya kwanza nimepata trip ya kwenda Ulaya kwa sababu kusoma nini jamani? Vitabu. Ongeza makofi tafadhali. Ongeza makofi. Sawa. Hivi vitabu, ukiwa mfanyakazi wa serikali, kama unasoma vitabu na unataka kubaki humu, lazima upande vyeo. Mimi nawatrain sana watu wa bank. Majority of my readers ndio branch managers. Nilikuwa na bwana mmoja yuko Arusha pale, alikuwa ni manager wa mkoa wa TRA. Nilikuwa naenda kuwafanyia presentation. Tunapoongea sasa hivi yule jamani ni deputy commissioner wa TRA. Yaani kwa sababu gani? Kwa sababu kichwa chake kiko sawa. Ukiitwa kwenye interview moja imeisha hiyo. Kuna baadhi ya watu kwanza kazi kubwa inatangazwa, wamesema vigezo 10. Yeye anavyo vitatu, apply. Omba hata kama unayo moja. Bora uombe afu ukose kuliko kutoomba kabisa. You better try and fail kuliko kutojaribu kabisa. Wewe unasemaje ndugu zangu ni? Tuendeni faster. Wala ambao mnataka kusave hela, kuna kitabu kizuri cha saving. Kwa sababu sometimes mambo ya investment yanaanza na saving. Ukiwa na save kidogo kidogo na save kidogo, maana yake unatengeneza capital, na hiyo capital unaweza kuinvest. Hiki ni kitabu kizuri kwenye mambo ya savings. Moja ya trick wanasema usile zaidi ya 1/10 ya ile hela yako. Yaani at least 1/10 baki. Wewe jiulize tu mshahara wako, 1/10 ya mshahara wako, kila mmoja anajua mshahara wake. Ukiitunza kwa mwaka mzima ni shilingi ngapi? Je, what if you are consistent for 5 years? Haoni kama unaweza kuwa na capital fulani ambapo unaweza kaka-invest somewhere? Maana unaweza kama mtu ana mshahara mkubwa, ile ukimshtukizwa kumwambia naomba milioni 4 hapa, kuna issue ya maana hana. Lakini akisave within 5 years 1/10 ya mshahara wake, yana na hiyo hela na zaidi. Unaona? Kwa hiyo hizi ni baadhi ya principles nzuri ambazo unaweza kuzitumia. Lakini pia kwa watoto wetu ni vizuri tuwafundishe kusoma vitabu. Vitabu ni asset. Kila familia ni vizuri kuwa na library. Hiki kitabu kinasema The Grandma Story. Ni stories za bibi. Mabibi wa vijijini wako natusimulia mambo mbalimbali. Hizi mabibi wa mjini hawana muda. Wako busy, wako Twitter, wapi, mambo ni mengi sana. Umeona? Sasa hiki kitabu kina picha ndani. Okay, afu kina story fupi tu. Anasoma mpaka hapa. Anazidi kuimprove language, anazidi kupata hekima na busara. Kina story 120 kitabu kimoja. Grandma Story. Sasa kuna Grandma Story lakini kuna Stories for School na chenyewe pia kina story zile 120 lakini story tofauti. Kwa hiyo ukitaka kumchukulia mwanao kuanzia age 3 mpaka 10 anaweza kaenjoy sana. Na ukipata muda kidogo soma naye. Msaidie na nini, watoto wanafurahia sana kufundishwa na wazazi. Na kingine kinasema adventure stories. Alafu kingine kinasema the moral stories. Hivi vyote vitabu unaweza kaniambia tu kwamba bana, unaweza kufanya kama jamaa mmoja nienda Geita. Nilipofanya presentation baada ya seminar akaniambiaje? Blaza, mimi nataka kuwa CEO, blaza. Nataka kuwa CEO. Nipe kila kitabu ulicho nacho. Kila kitabu. Ule bwana alipata vitabu vya shilingi 600 alichukua. Akaniambia blaza, sasa hivi nakulipa nusu. Akalipa 300. Alafu nyingine anamalizia. Nimerudi miaka 3 imepita. Nimerudi kule Geita nimemkuta jamaa na maduka 6 ya electronics. Kule jamaa. Kweli alikuwa serious na lengo. Ukiwa na lengo ni rahisi sana kutoboa. Wapo nasemaje? Usipokuwa na lengo, hata kama una akili na uko excellent sana kwenye mambo yako, lakini kama hauna lengo, ni sasa na boti ikaingia kwenye maji lakini haijui inakokwenda. Itajizungusha. Itakuwa inazunguka kwa sababu haijajua wapi inakoelekea. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitabu kwa watoto. Alafu kuna kitabu cha Bible Story, mtoto pia anaweza kujifunza masuala ya Biblia vizuri kabisa, na hiki chenyewe kina maneno 1000 kwa ajili ya watoto, 1000 words. Ya maneno 1000. Kwa hiyo hiki kitabu mtoto anapata kujifunza mambo mengi. Baadhi ya watoto shuleni hawaelewi kwa sababu hata lugha yao haijakaa sawa. Unaona kwa mfano hapa anadina the body parts. Akaweza kumanage, alafu hapa kuhusu masuala ya familia. Neno moja. Alafu kwa picha. Kwa hiyo maana kama hata katoto kama miezi 9 bado kanaweza kakaenjoy. Au unasemaje? Kwa sababu mtoto anaanzishia kidogo kidogo na usiogope kama anachana. Kuchana ndio sehemu ya process. Clothes. Unaona? Sio nini accessories kidogo kidogo. Na unaweza kuna expand. Kwa mfano labda kwenye issue ya matunda. Labda tuchukulie labda masuala ya food. Unaweza ku expand local food.
hapa ni issue ya food, lakini pia ukeni extend more kumfundisha zaidi. Au unasemaje? Hiyo ndio maana halisi ya kuweza kujifunza. Na niwaambieni, mtoto ni foundation. Ni kama kujenga gorofa. Gorofa huwa tunatumia zege za kutosha na cement kwenye nini jamani? Kwenye foundation. How high it will go, it will depend on how stronger the foundation is. Kwa hiyo mtoto pia akiweza kutengenezewa foundation nzuri pale mwanzoni, waga anaenda vizuri sana. Unaweza kumwachilia duniani huko akafanya mambo makubwa sana. Take charge. Usiachie shule peke yake. Shule ndio ina wajibu wake. Wanafanya basic. Lakini kama mzazi pia tuna wajibu wa kuwasaidia watoto wetu, especially weka vitabu nyumbani bana. Wewe jiulize, unataka mtoto asome vitabu lakini muda wote TV tu. Wewe mwenyewe ukirudi mnashika nini jamani? Remote. Na wewe ndio role model. Yeye anakuangalia wewe unachofanya. Alafu anakucopy exactly. Umeona? Na ndio maana mtoto wa Mwarabu mwenye mabasi, unakuta mabasi anajua sana. Kwa sababu gani? Kila kitu anaona nyumbani. Akitoka shule anakuta kuna mabasi pale. Kijana wa miaka 16 anaendesha kampuni ya mabasi. Kijana wa Kiarabu. Kwa sababu ameona nyumbani hivyo. Mimi nimesoma na vijana Kihindi, masuala ya afya. Anamesoma hivyo kwa sababu nyumbani kwao kuna maduka ya dawa. Anataka mambo yaende vizuri. Nenda hospitali ya Kairuki. Kairuki was a doctor pale Dar es Salaam, si ndio? He was a doctor. Akawa train watoto wake kuwa madaktari. Leo hii ndio mainchaji wa hiyo hospitali. Wana hospital, wana chuo kikuu, wana kiwanda cha dawa. Maana yake sasa hata ile ada aliyowasomeshia watoto wake anafaidika. Sometimes hatufanyi maandalizi mazuri ya watoto kwamba ndio mwanangu anasoma anatumia gharama kubwa. Unaandaa kitu gani ili akirudi kutoka shule ikiwezekana kiendeshe? Ili ada yako at least kulipe. Matokeo yake ni kwamba ataondoka na kwa cheap labor mahali. Wewe umetumia ada yako, hawezi kukusupport na yeye mwenyewe anapata changamoto kwa sababu ya kukosa preparation. Hebu tuwape vitabu hivi. Kwa mfano mtu mwenye ugonjwa wa kuahirisha, ana tatizo la kuahirisha sana. Ana mipango mingi lakini anaahirisha. Hiki kitabu kinamfaa. Eat That Frog. Tunamrecommend. Ana tabia ya kuchelewa sana. Alafu atimizi ahadi zake. Hiki kitabu kinaweza kikamsaidia sana. Eat That Frog. Na kwa kumalizia kabisa, nadhani vitabu almost vyote. Nani ana swali mpaka hapo? Kabla sijawapa offer. Hiki kitabu ni The Deep Work. The deep work. Sometimes tafuta utulivu, ufanye kazi kwa kutumia akili yako yote bila distraction. Na ndio lengo la hiki kitabu. The Deep Work. Kwamba unataka kufanya labda jambo fulani ambalo la muhimu sana, tafuta sehemu yenye utulivu, haina distraction. Ili capacity yako yote uitumie. Na ndio maana kuna baadhi ya ofisi mtu anaweza kukuandika kabisa pale don't disturb. Don't disturb. Muda huo anataka kufanya kazi ambazo hazihitaji mwingiliano wowote. Sasa huyu bwana anakusaidia kufanya deep work. Rules for focused success in a distracted world. Rules for focused success in a distracted world. Na kwa kumalizia, kuna makundi manne ya watu ukilinganisha muda na hela. Kuna kundi la kwanza, kuna watu wana muda ila hana hela. Huyu mtu bwana ukimwambia bwana naomba unisindikize mahali, anakuambia sawa. Ila andaa nauli. Muda anao, tatizo hana nini? Hana hela. Kuna kundi la pili, kuna watu hela wanayo, tatizo hana muda. Huyu bwana ukimwalika kwenye harusi atakuchangia. Ila kuja ni kazi ngumu kwa sababu muda hana. Na kuna kundi la tatu, kuna watu ambao muda hana na hela hana. Umeona? Yote busy person. Ila pia kwenye account hamna kitu. Anasema busy for nothing. Na kuna kundi la nne ambalo mtu ana muda na hela pia anayo. Wewe ungependa kuwa kundi lipi hapo? Hatimbaru. La nne, muda uwepo na kipato kiwepo. Watu ndio binadamu yeyote anayefikiri vizuri anatamani kuwa na muda na hela. Sasa hao ni watu wenye mipango. Na maarifa yote yamefichwa kwenye nini? Kwenye vitabu. Sasa ukitaka kitabu hapa leo chochote kile, una njia mbili ya kupata. Kila kitabu kina bei kwa nyuma. Ukilipia cash utafanywa punguzo la shilingi 5,000 kwa kila kitabu. Wewe utaangalia tu price kwa nyuma, lakini usiangalie nyuma kwanza kabla kuangalia mbele. Si ndio maana yake? You are not just buying a book, you are buying value. Mimi nilikienda kununua juzi nimenunua kitabu cha 120,000 cha Barack Obama. Ametoa. Na sababu najua kabisa hii 120,000 na hiki kitabu mimi nimepata hela zaidi kuliko hiyo hela niliyofanyaje? Niliyoitoa. Nilienda Moshi NBC Bank, bwana mmoja akasema, "Hebu nipe vitabu hapa." Akapiga hesabu zake akaniambiaje, "Nikienda bar, hii hela nainywa mara moja inaisha. Lakini nikichukua hivi vitabu vinakaa muda mrefu." Sasa watu wangapi ndugu zangu ndio wamepata chochote mpaka sasa hivi? Hebu tunyoshe mkono ambao mmepata walau hata kimoja cha kuondoka nacho kwenye hii semina fupi ambayo tumefanya. Tunyoshe mkono ambao tumepata chochote. Sawa, tuwapige makofi ambao wamepata chochote. Lakini pia tuwashukuru management kwa kuweza kutoa nafasi hii tujifunze. Maarifa hayana mwisho.
Wanasema attention is the mother of memory. Wale wote ambao umepay attention, kuna kitu kimeshaingia ndani and you are no longer the same person. Yaani ulivyoingia kwenye hii seminar na sasa hivi you are another person. Watu wasijana wanakujua, hawakujui. Msikia bwana Mbaruku, watu hawakujui. You can transform yourself within a year ukawa mtu wa tofauti kabisa. Mimi niliwahi kwenda kushiriki competition kule Kigali, Rwanda. Nchi 5, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi. Na nchi gani nyingine? Ya 5. Tanzania, Kenya, Uganda, zote zile nchi wakati tuko nchi 5. Tulikuwa tumeenda kwenye training. Alafu baadaye wakasema kila nchi itoe mtu mmoja mmoja. Alafu maswali yakawa yanaulizwa sasa kuhusiana na training iliyotolewa. Ndugu zangu, ile trophy nilikuja nayo Tanzania, niliwapiga vizuri wa Kenya, Waganda wote walikaa chini. Sawa, niliwawakilisha vizuri. Hata wewe ukienda mahali kuiwakilisha hata hii ofisi, hakikisha unaiwakilisha vizuri. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Na karibuni muweze mkaangalia vitabu walau kwa muda mchache. Chukua vitabu vyote unavyovipenda. Kama nini? Yes, mimi nishamaliza, mwanzo mkapana mkaja hapa mkacheki. Kitabu chochote ambacho mkipenda unakichukua, alafu nakupa karatasi, unaweza kaandika, alafu tukaweza kufanya mambo. Chukua kitabu chochote ambacho unaweza kukielewa. The richest man.